Nimeshachoka kweli. Lakini acha tu tuseme alhamdulillah, maana umeniletea habari njema. Ndio hivyo. Niko kwa ajili yako mtoto wangu. Naam. Niko kwa ajili yako kabisa mwanangu. Alafu unajua kitu kimoja, ni kutafutia kazi ambayo mtu ambaye tunafahamiana jina yake Amani. Na Imani ni mtu mzuri sana mzee. Mtu mwema kabisa kwangu. Bana nasikia vibaya nikisikia kwamba wewe umeenda huko mjini alafu watu kwa kufanya mabaya. Kwa kweli sindafurahia sana mwanangu. Mtoto wa dada yangu. Mtoto wa dada yangu wa pekee. Naam. Wewe nakupenda sana. Wewe nakupenda sana. Nakupenda. Na mimi pia ndazidi kukuombea dua uende huko ufanikishe. Inshallah. Ufanikishe kabisa, ufanikishe na ukumbuke hali ya nyumbani jinsi tulivyo. Sisi tuna hali mbaya nyumbani na hayo yote kabisa uyasahau. Kuhusu mjomba wako mwanamke. Sahau kabisa, sahau sababu maana ni ya muda mdogo sana, ni ya muda mchache sana. Toka hapa na nia moja uende huko, china kuhusia tu mwanangu. Mji wa Bujumbura ni mkubwa sana na ni mji ambao unatapeli wengi sana, na ni mji ambao una wezi wengi sana, wanaume watapeli sana. Kumbe ujue unatoka hapa unaenda huko utafuta kazi ndio nakubeba huko mwanangu. Kaa ukisikia kabisa maneno yangu mimi na kila siku Waswahili wanasema kwamba usisikie la mkuu vunjika mguu. Na inshallah mjomba, mimi nashukuru sana. Nafikiri ni kheri kuona igesi mzali tutafikia nafasi hiyo wakati tuko na shida nayo sana. Basi naenda kujiandaa hapa nifunge ambayo niko navyo. Tuangalie tutakusoma swala ya safari. Naam. Sema. Tungeendelea tu. Tuendelee kabisa mwanangu. Usia wangu kabisa usikie sana. Jadi, nilikuwa nimekuja kwa ile ahadi kuja kuchukua nimteremshe hivi sasa. Na mimi unaona, sinikwambia jara kama ndakosa kuliko niko nje. Fa vizuri. Sasa mzee Amani. Mzee Amani. Naam. Mzee Amani. Sema. Ulimi wangu unakuja jina lako mara 3. Pana kitu hapo mzee wangu? Unaona binti huyu. Mama yake ninachia bado mpaka hapa. Mama yake nizana mama yako unajua mimi na hivi tuko hivi maswaiba dada yako nizona namjua dada yake ni nile mama yake ni nile sina mimi leo mtoto ni mkusa katika maadili mazuri katika tabia njema nakupatia wewe mzee Amani Shasema mara 3 masikio yako yafungue kifua chako kipanue maneno yangu yaingie ndani ya kifua chako. Nafsi yako ifumbatie hivi. Wana maneno makali kweli. Huyu ni kama vile mtoto wangu na mimi. Nasikia huyu kama vile. Mimi ama mimi nikwambia je? Naomba mimi nikwambia jana. Unaniambia nini? Nishasikia sasa nampenda kama vile liyai la kuku. Kama vile kuku ya liyai na pia liyai yake. Na kisa unipenda na mimi. Na mimi sinakupenda. Na mimi nakupenda. Ni unaenda naye huko. Mimi kwa yao wengine si wajui huko. Mimi tunaenda naye au Yesu wajui mimi naenda naye kama vile ni wewe ndio unampeleka. Ubijue hivyo. Nakujua wewe. Ndio hakuna shida. Mwanangu. Nikwambia mengi jana tukiyazingatia. Nikwambia mengi sana nizani hivi makili yazingatie vizuri. Na usia wangu. Sina ungeni nao. Sasa mzee Amani. Naam. Mimi tushongea mengi. Tushamaliza hapo. Utushamaliza. Unataka kusema tena. Kifua chao kifungua vizuri. Maneno yangu yengine na nafsi yako. Kilishafunguka bana. Wewe ni woga tu. Acha woga. Acha basi mimi na mimi basi nashinda kwenye business.
Aila! 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 Mwanangu jamani, Aila, unakwenda hapa. Aila! 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 Aila mwanangu! Jamani, anakwenda wapi mtoto? Sasa wapi mtoto? Aila! Aila mwanangu! Aila mwanangu! Aila siju, we Aila wewe? Aila wewe? Acha utani wa hivyo mwanangu. Aila mwanangu, tukwenda wapi jamani? Nini tena sasa jamani? Si barua hii. Mama. Hakuna mwanamke aliongea maneno. Mahari kweli. Kwa mjini wananja. Majonzi juu ya majonzi na uchungu juu ya uchungu. Mwanangu penye yuko huko Bujumbura, sijui anaishi vipi. Mwanangu mpendwa nilikuwa nabakia naye, Alia, kutoka kazini nikija, Aila nikija, ananiwazisha wallahi mambo matatu. Lakini mwanamke anamfanyia nini? Huyu mwanamke anafanyia nini? Kwa kweli Allah ndio mlipaji wa kila jambo. Allah ndio mlipaji wa kila jambo. Allah, nini kama mwanamke nilimuoa, tukafunga naye ndoa, tukashikishwa, wakashikisha mkono, wali wakiwa ndo wakashikisha mkono, wakasema lile maneno ya Allah, basi Allah, kama ni mke wangu nilimuoa, ya Allah usiniaibishe katika dunia, bali nilipie mola wangu. Sawa sawa, hakuna shida. Sawa. Basi nadhani umeona nyumba jinsi ilivyo, nimekuelekeza kila kitu ya mambo yote jinsi alivyo, kazi zitakavyozifanya, maelekezo yote nadhani nimekuelekeza. Kitu cha kwanza hapa kuhusu kwanza mapishi. Mapishi ujue jinsi ya kupika vizuri, jua hata bosi wako mzee afurahi. Na kuhusu nguo, kuhusu jikoni, kila kitu, yani uwe unaenda kwa jinsi inavyotakiwa, yani uwe makini kwa kazi zako. Sasa ukiwa unafanya kazi zako vizuri, wewe mwenyewe utaona hapa, yani uko huru kama mtoto wetu, kila kitu itakuwa vizuri, yani wewe mwenyewe utaona kweli hapa umefika kazi, unafanya vizuri, au kama wazazi wangu yani uwe huru. Na sitoshi, nimefurahi kuona kisi kwa mtoto wa Kiislamu, nadhani unajua dini jinsi inavyostahili. Sasa na kingine kitu hapa ukiwa na mkono itakuwa ni matatizo, kwa sababu so cheki, kwa sababu hapa sometimes anaweza katupa hela hapo, au mzee akatupa hela hapo, au mtoto wake hivyo, so zikikosekana lazima tutauliza. Na kesho ujue bana kweli hapa kufanya hivi kufanya hivi. Ala usafi kabisa unatakiwa katika nyumba. Kama hakuna usafi na hicho tutakifuka kabisa dadangu, mtoto wangu, yani uwe makini kabisa kwenye kazi zako. Mimi leo kinifurahisha na utaona basi mimi nitakufurahisha, tena utasikia vizuri au utasikia raha kama mama yako. Nashukuru. Mimi naenda. Sawa. Endelea na kazi zako.